Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwa hizo dakika 5 ambazo naamini kwa wizara kama hii tungepewa angalau dakika 10 au dakika 15. Lakini tunaona sasa tunatoka kwenye dakika 10 tunakuja dakika 5, mwisho tutachangia kwa dakika 2. Mheshimiwa, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini nimpongeze Mheshimiwa Waziri pamoja na Naibu Waziri kwa kazi kubwa na nzito wanaifanya. Na pia naweza kushukuru Mheshimiwa Waziri kwa ukamilishaji wa uwanja wetu wa ndege ndani ya jimbo letu la Sumbawanga mjini. Ndani kuulize tu Mheshimiwa Waziri, lini sasa uwanja ule utaanza kutumika rasmi na ndege zitakaanza kufika kwa muda gani? Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, nataka niwaombe waheshimiwa wabunge, na hili naomba mnisikilize vizuri. Wengi hapa tumeusemea uwanja wa ndege wa Mwanza uboreshwe. Tumetenga shilingi bilioni 6 zikaenda kwa karabati uwanja. Nitaka nishauri tusiende karabati uwanja, twende tukajenge uwanja mpya wa kisasa ambao utakuwa ni uwanja wa kimataifa. Tuiangalie miaka 50 ijayo, miaka 100 ijayo, ili uwanja uweze kutumika. Hili la kwenda kuvunja na kubomoa, mwisho wa siku hata tukipeleka bilioni 30, ipo siku tutapata fedha, tutakwenda kubomoa, tuanze kujenga upya, tutapoteza fedha nyingi. Naomba wabunge mniunge mkono katika hoja hii, ili sasa Mwanza uende ukajengwe uwanja mpya, uwanja wa kisasa, na uwanja ambao utatumika na jirani zetu ambazo wanatuzunguka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeangalia uwanja wa ndege wa Mwanza, lakini naiongelea SGR. Tumewekeza fedha nyingi sana. Na hii SGR, Mheshimiwa Waziri, tutakuonea tukikwambia zile 2% uende ukazirudishe. Ile ni kazi ya sisi wabunge. Wabunge humu ndani tulipitisha, tukasema 2% ziende zikatengwe kwa ajili ya ujenzi wa reli. Sasa aliyetoa idhini ya zile hela kutoka kwenda maeneo mengine ni nani? Ndio sasa wabunge tujiulize. Na kama sheria imevunjwa, bunge lina wajibu gani kwenda kufuatilia kujua kwa nini fedha hizi zimehamishwa kwenda kwenye mfuko mwingine? Mheshimiwa ameongea, waheshimiwa wabunge, kuhusiana na viwanja vya ndege. Tunataka viwanja vijengwe, lakini na wenyewe tozo baada ya kupelekwa moja kwa moja kwenye taasisi husika zinaenda kwenye mfuko mkuu wa serikali. Fedha hizi hazirudi kwa wakati, na ndio maana leo hii wabunge tunaisifia bandari. Tunaisifia bandari kwa sababu wamepata fedha. Kwa fedha imerudi, ndio naona kuna maendeleo. Na hizi taasisi zingine zirudishiwe fedha zao ili ziweze kujenga, kuleta maendeleo, lakini na kujenga miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niongelee Lake Tanganyika. Mheshimiwa Waziri, hapo utanisamehe kidogo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti amesema uongo ndani ya bunge. Lake Tanganyika hatuna meli hata moja mpya. Inasema kwa ushahidi hatujajengewa meli. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri, kule Kigoma tulitangaza tenda ya kujenga karakana ya meli. Ninaamini ukamilishaji wa karakana ile ya meli ndio chanzo cha kujenga meli zetu mpya. Karakana ile tumepata mkandarasi, tumempa tenda, tumemlipa 15%. Mpaka leo mwaka wa 4 hakuna hata chuma kimoja kilichojengwa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuwa tunapitisha bajeti hapa, Mheshimiwa Waziri, tutajengewa meli, haipo. Huu ni mwaka wa 7. Nasimama kila siku hapo. Lakini nasema kule wananchi wengi wako wanakufa, wengi wanapoteza maisha yao, wanapoteza mali zao. Sasa twende, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kidogo dakika moja nimalizie. Tumuombe Mheshimiwa Waziri wa Fedha atoe fedha, amlipe mkandarasi, ili karakana ile iweze kujengwa na meli zetu zianze kujengwa kama ambavyo tuliahidi wananchi. Tutawajengea meli 2 za mizigo na meli 2 za abiria. Lakini mpaka naposimama hapa hatuna meli. Hata hii meli zilizoko kule ni meli za Mchina, si za kwetu, na zimeandikwa kabisa Gold Voyage Kifaransa huko. Asante. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ukirudi hapa naomba utusaidie lini sasa meli za Lake Tanganyika sasa kujengwa. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja Mheshimiwa Waziri, nasubiria majibu yako. Naweza na mimi nikashika. Asante sana.